miungu na yeye anamtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Belshaza mahali ambapo alikosea pakubwa. Belshaza katika Biblia ya Mwenyezi Mungu, Suleimani ama mwanzo wa Biblia, Musa akiwa na sanduku la agano. Hili sanduku la agano lilikuwa limehifadhiwa ndani vitu ambavyo ni vitakatifu. Hivi vitu vitakatifu, ya kwanza ilikuwa ni mawe mawili ambayo Musa alichongewa. Kitu ya pili ilikuwa ni fimbo ya Haruni ambayo hiyo fimbo ilimea maua. Kitu ya tatu ni vile vyombo vilikuwa vya dhahabu. Vile vyombo ambavyo vilikuwa vya dhahabu vilihifadhiwa katika sanduku la agano. Na ile sanduku ya agano, Biblia inasema ya kwamba ilikuwa imehifadhiwa kwa watoto wa Lawi kuligusa. Ilikuwa imehifadhiwa kwa wana wa Mungu kutembea nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na yeye Belshaza, hata Nebukadneza baba yake alipokuwa karibu na ile sanduku la agano, hakuweza kuvitumikia vile vikombe ama hakuweza kuviguza, maana hakuwa mtakatifu. Hakuweza kuviguza maana hakuwa mtakatifu. Lakini Belshaza alipokuja, yeye alikuja na akaona ya kwamba hivi vitu vyote havina maana mbele yangu. Kwa sababu ya kiburi chake akatengeneza sherehe kubwa. Alipotengeneza sherehe, Biblia inasema ya kwamba akatuma wafanyakazi wake, akawaambia, endeni katika ile sanduku la agano, munitolee ndani vikombe vya dhahabu, muniletee hivyo vikombe, tunataka tutumikie. Alitumikia vikombe ambavyo vimehifadhiwa na Mungu, alivitumikia vibaya. Mungu alikasirika. Mungu alighadhabika na yeye. Mungu alikasirika na yeye. Mungu alikasirika na yeye kwa sababu ya kiburi chake. Mungu alikasirika na yeye kwa sababu ya mambo aliyofanya. Mungu alikasirika na yeye. Yeye akiendelea na karamu zake, akipiga sherehe zake pale, akivitumikia vikombe vya dhahabu ambavyo Mungu amevihifadhi kwa wana wa Israeli, ambavyo Mungu amevihifadhi kwa wana wa Lawi, ambavyo Mungu amevihifadhi ni vitakatifu. Yeye akavichukua vile vikombe, akaanza kutumikia kwa ulevi. Akaanza kuvitumikia kwa ulevi. Na kwa sababu Mungu amevihifadhi vile vitu, vitakuwa ukumbusho kwa wana wa Israeli. Biblia inasema ya kwamba alipokuwa akiendelea na sherehe zake, aliona mkono unaandika katika ukuta. Huo mkono uliokuwa unaandika kwa ukuta ukaandika maneno ambayo yalikuwa mazito, ukaandika maneno ambayo yalikuwa yanampiga, ukaandika maneno ambayo yalikuwa na tofauti. Haya maneno yaliyoandikwa kwa ukuta yalikuwa yanaandikwa na Mungu mwenyewe, kwa sababu ameenda kinyume na Mwenyezi Mungu, kwa sababu ameenda kinyume na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapana, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nipate msomaji. Danieli 5 mstari wa 25. Maandiko yameandikwa. Na maandiko yaliandikwa ni haya. Mene mene tekele na peresi. Yes. Na tafsiri ya maneno haya ni hii. Mene, Mungu ameusahau ufalme wako na Mungu ameusahau ufalme wako. Ni yeye Belshaza alijua ya kwamba hakuna mfalme mwingine kama yeye. Akaongeza kiburi kikakuwa juu, akaongeza majivuno kikakuwa juu, akaweka kila kitu kikawa yeye ndio kusema. Lakini ilifika siku Mungu anaandika sasa. Akamwandikia, ufalme wako wewe unapimwa. Ufalme wako wewe nimeanza kuuangalia. Mfalme wako wewe nimeanza kuupima. Tekele, umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepunguka. Ufalme wako umepungukiwa. Wewe ni mfalme umepungukiwa kwa sababu ya dharau zako. Wewe umepungukiwa kwa sababu ya majivuno yako. Wewe umepungukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Peresi, ufalme wako umegawanyika.
nao umepewa Wamedi na Waajemi. Yes. Ndipo Belshaza akatoa amri, nao wakamvika Danieli mavazi ya rangi ya zambarau, yes, wakati mkufu wa dhahabu shingoni mwake, wakapiga mbiu kutangaza habari zake, ya kwamba yeye ni mtu wa watatu, yes, katika ufalme. Usiku huo huo Belshaza mfalme Wakaldayo akauawa, na Dario Medi akaupokea ufalme, naye umri wake alikuwa na miaka 62. Mungu abariki andiko. Amen. Inua mkono, sema amen. Amen. Hai, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Oh, sema haleluya. Haleluya. Haya ni maneno ambayo Mwenyezi Mungu anaandika katika ukuta, anaandika maneno mene tekena peresi, ufalme wako umepimwa, ufalme wako unapungukiwa, ufalme wako umepimwa, ufalme wako unapungukiwa, na unaenda kugawanyishwa, unaenda kugawanyishwa. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme alijua yeye atafanya vile anaweza, maana ni mfalme, lakini hakujua kuna Mungu ambaye anaangalia. Hakujua kuna Mungu ambaye anaona kwa siri. Hakujua kuna Mungu ambaye anamtazama. Nataka nikuambie, safari bado inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Unapodharau watu, hapa safari inaendelea bado. Unapocheka watu, dada, safari inaendelea. Unapodharau wengine kuona kwamba hawafai, safari inaendelea. Nebukadneza alifanya yale yote akijua yeye ndio mwisho. Lakini baadaye kijana yake anakuja Belshaza. Baada ya Belshaza unaona amekufa, na alikufa na tena mchukua akachukua ambaye anaitwa Dario. Hii yote ni familia. Maana hawajajua kwamba kuna Mungu. Hawajajua kwamba Mungu yuko. Hawajatambua Mungu yuko. Endelea kudharau watu. Endelea kufanyia watu kiburi. Endelea kuchekelea wengine. Endelea kuita watu majina. Endelea kusema hawafai. Lakini safari inaendelea. Safari inaendelea. Ambia mwingine safari inaendelea. Safari inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Unapoona umedharauliwa leo, wewe usikuwe na wasiwasi. Unapoona unachekwa leo, wewe usikuwe na wasiwasi. Unapoona wanakutukana, wewe usikuwe na wasiwasi. Wanapokuita majina, usikuwe na wasiwasi. Wanaposema hufai, usikuwe na wasiwasi. Safari inaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Belshaza yeye alijua atafanya chochote. Atafanya chochote kwa sababu yeye ni mfalme. Lakini hakujua yuko Mungu anamtazama. Hakujua kuna Mungu ambaye anaona. Wale watu ambao unawapiga, Mungu anawatazama. Wale watu ambao unawadharau, Mungu anakutazama. Wale watu unaowacheka, Mungu anakutazama. Sema haleluya. Haleluya. Wewe endelea kudharau wengine. Ukiona mwingine amepita, unacheka nyuma. Ati huyu sasa anatuambia hanisaidii. Ukiona mhubiri amefika kwa madhabahu, unamdharau. Huyu atasema nini hapa? Na hamu ana kutoka kare. Ataniambia nini? Belshaza yeye alikuwa mfalme. Biblia inasema alikuwa mfalme wa Wamedi na Waajemi. Na alipokuwa mfalme wa Wamedi na Waajemi, alijua chochote atafanya. Hakuna mtu anamtazama. Chochote atafanya. Hakuna mtu ataenda kinyume na yeye. Maana yeye ndio mwanzo na mwisho. Lakini kunaye Baba. Baba anayeishi. Kunaye Baba. Baba wa kuokoa. Kunaye Baba. Baba wa kusaidia. Mungu anasaidia walio wanyonge. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha wakucheke leo. Wacha wakucheke leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko hapa viongozi katika kanisa la Mwenyezi Mungu. Mama aseme ni anaweza simama. Aseme leo nataka chakula ya mchungaji. Yebobemu wa kiburi. Naongelea kuhusu kiburi. Wewe uko ndani wa kiburi. Wewe uko
uko ndani wa kiburi, wewe uko ndani wa majivuno. Wakati wanapanga kazi, si leo ni Jumamosi, kesho ni Jumapili, wanatangaza ya Jumapili ile nyingine. Hivi sasa wakagamsalisi, unaanza kutembea kwa milango ya watu. Paya ayodi. Owemu ayodi akabona niko. Unaingia kwa nyumba, mbona kutikuri? Nikuambie, hiyo chakula mimi sitatoa. Hiyo chakula mimi sitatoa. Wacha nikuambie wewe, endelea na maneno yako. Jehova anatazama. Endelea na kiburi yako. Jehova anatazama. Itaandikwa kwa ukuta. Maneno yataandikwa kwa ukuta. Maneno yanaandikwa kwa ukuta. Na inapoandikwa, inaandikwa na maana yake. Inaandikwa na maana yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio utaandikiwa tu, itaandikwa na maana yake. Usione tu watu, wewe mtu akipita unacheka, mtu akipita unadharau, mtu akipita umeweka kamati. Tukisema twende mbele, wewe unarudisha wengine nyuma. Tukisema twende huku, wewe uko tu kurudisha wengine nyuma. Wacha nikuambie siku ya leo, yale ambayo unayatenda, Jehova anatazama. Unayoyatenda, Baba anatazama. Maneno yanaandikwa kwa ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inua mkono useme haleluya. Haleluya. Inua sema haleluya. Haleluya. Maneno yanaandikwa kwa ukuta. Na utashtuka. Na kushtuka kwako ni ufalme unaisha. Ufalme wako unafanya nini? Unaisha. Kwa kanisa watu wako sawa. Wewe umeweka vikundi viwili. Kuna ya pastor na kuna yako wewe mshiriki. Yako wewe mshiriki kwa sababu wewe unajiona uko na pesa sana. Kwa sababu wewe unajiona kazi yako ni mzuri sana ndani ya kanisa. Unatengeneza kikundi chako na watu na unawacha mchungaji na yake. Sasa mchungaji akipanga neno lazima aulize Dorcas, kawe wewe? Shiga Dorcas kuniki. Lazima akuulize Dorcas, kawe wewe mwananaka. Umwambie pastor nikakueleza sana na kujiba. Yuje aseme anapanga kazi. Wewe Dorcas uko ndani ya kanisa. Unauliza Dorcas, iko sawa? Dorcas anakuambia ni sale nitakujibu katikati ya wiki. Dorcas. Tunasema twende hii njia, wewe unataka twende njia yako. Ni sawa tutaenda vile unataka. Ni sawa tutafanya vile unataka. Ni sawa tutaenda vile unataka. Lakini nakutangazia leo. Nakutangazia leo. Maandiko yanaandikwa. Maandiko yanaandikwa. Maandiko yanaandikwa. Maandiko yanaandikwa. Haleluya. Maandiko yanaandikwa kwa ukuta. Yanapoandikwa, ufalme wako unaisha. Maneno ambayo unatenda yanaisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Belshaza hakujua mpaka akaenda kinyume na Mungu. Sanduku la agano ni sanduku ambalo lilikuwa linaogopewa kwa miaka mingi. Lilikuwa linaogopewa. Ndio iende hifadhiwe hivyo vitu tatu. Ya kwanza, mawe mawili ambayo Mungu alimchongea Musa vikawekwa ndani. Fimbo ya Haruni ikawekwa ndani. Vikombe ambavyo vilikuwa vinasaidia wana wa Israeli katika safari ya kutoka Misri kwenda Kanaani. Walikuwa wanavitumia vile vikombe. Mungu alivichukua na akavihifadhi kwa sanduku la agano. Belshaza akatoka kwa kiburi yake. Akatuma wafanyakazi kama Bili na Ayodi, ni watume. Endeni mlete vile vitu. Nyinyi mkishaleta tunaanza kutumikia kwa njia ambayo haifai. Tunatumikia kwa kulewa. Sanduku la agano lilikuwa na wana wa Lawi. Yale vitu ambavyo zilikuwa ndani vilikuwa vya maana sana kwa Mwenyezi Mungu. Lakini Belshaza hakujua hiyo. Yeye alisema kama baba alishindwa, mimi nitaweza. Kama baba alishindwa, mimi nitafanya. Akachukua vile vikombe. Akatengeneza pombe yake sawa sawa. Akagawa kila mmoja pombe yake. Yaani mkikaa mnaona mmekaa na mfalme, kumbe mnatumikia vikombe vya dhahabu ambavyo ni vya Mungu. Mungu alikasirika. Hiyo ndio kitu ilikasirisha Mungu. Kiburi yako iko sawa mbele za Mungu. Unajua ukifanya kiburi kanisani si ati Mungu hakuoni. Anakuona. Lakini nikuulize, ni miaka gani umefanya kiburi Bili?
Si ni miaka mingi? Na sana unaanza. Lakini kuna ile moja utafanya. Mungu anaenda kukasirika na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inua mkono usema amen. Amen. Huyu Belshaza alifanya kiburi kwa miaka mingi. Yeye aliua hata watu. Yeye alipiga hata watu. Yeye alinyima watu chakula. Yeye alifanya kila kitu kwa sababu yeye ni mfalme. Lakini alivyokusa tu kikombe cha dhahabu, Biblia inasema Mungu alimwadhibu. Aliona mkono unaandika kwa ukuta, mene mene tekeli na peresi. Mene ufalme wako umepimwa na unaenda kupungukiwa na unaenda kugawanywa katikati. Waamedi na yao, Waajemi na yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa huyu mfalme alikuwa akakaa akashindwa, hii mambo ambayo imetokea leo ni gani? Hii mambo imetokea leo ni gani? Sijawahi ona mkono inaandika kwa ukuta. Hii leo ni maajabu gani? Hii leo ni maajabu gani? Alivyokuwa akitendea watu, sasa safari inaendelea. Alivyokuwa akipiga watu, sasa safari inaendelea. Alivyokuwa akidharau wengine, safari inaendelea. Ugana ni bora, haleluya. Belshaza ufalme wake ulifika mwisho. Maana Mungu alikasirika na yeye. Uangalie mwenendo yako ndani ya kanisa. Mwenendo wako ni upi? Ndani ya ibada mwenendo wako ni upi? Sababu unaifanya ni nzuri, wewe kuwa na kiburi. Lakini nakutangazia leo, siku moja inaenda kufika, Mungu anaenda kukuonekania. Na sio kukuonekania atakupa baraka. Unaenda kuisha. Na kuisha kwa Mungu ni kukufa. Maana alipokufa, mfalme mwingine alichukua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inua mkono useme haleluya. Haleluya. Unayoyatenda sasa, yatende ukiangalia ninafanya nini. Unayoyafanya sahihi, yafanya ukiangalia ninafanya nini. Usikuwe na kiburi kwa sababu uko na vitu. Kabisa. Usikuwe na majivuno kwa sababu Mungu amekuinua. Aliyekuinua leo anaweza kushusha chini. Bwana Yesu asifiwe. Aliyekuinua anaweza kushusha. Kabisa. Tuko kanisani wanasema tutoe pesa ya harambee. Na kwa sababu wewe uko na pesa, kazi ni kusumbua wengine. Mpaka upigiwe simu ndio ukuje. Unachelewa kutoa. Ati hiyo harambee haiwezi anza kama Teri hajafika. Tungoje Teri. Unajua Teri anatusaidianga, anakuanga na pesa, anafanyanga sasa hata sasa hiyo wewe uko tu kwako umetulia. Maana harambee inangoja wewe. Wewe endelea. Aliyekupandisha atakushusha. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kiburi. Naongelea kuhusu kiburi. Wewe hano wama na kuimba. Wewe hano wama na kubendumba. Na wewe unataka tukubembeleze, kuja tupigie tu leo. Kuja waki ndio yaanza hamasa. Nitakupea 100 ya transport. Bwana asifiwe. Amen. Ninakuambia kiburi kitashuka wewe. Majivuno yatashuka. Wewe utanyang'anywa kipawa unapewa. Sema amen. Lazima tukuite ndio ukuje. Utanyang'anywa hiyo kipawa, kitapewa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utanyang'anywa. Wewe uko hapa, Mungu amekupatia kazi nzuri, uinue kanisa. Lakini ukikuja hata unaona pasta si mtu. Unaona hizi assembly si mtu. Unaona kama kanisa yenu yani hata ukiingia pale unaona fadhali. Sasa inakaaje kanisa? Pasta nilikuwa naomba tutoe hii gunia tuweke siri. Akikuuliza tufanye namna gani? Anawewe uko na gapi kama pasta? Unaona maswali kama hivyo? Tunataka tufanye harambee. Tunapanga harambee vizuri. Tunakamilisha vizuri. Tukisema kesho tunataka tuanze harambee. Ukishafika kwa harambee, wakuiba ngome ni sasa. Lakini mchungaji akisema haya, tayari nasimama, tupatie harambee yako. Bwana asifiwe. Nilikuwa nauliza wewe kama pastor uko na ngapi? Na mimi nikuongezee ngapi?
kwa sababu ya kiburi. Kiburi chako kuna wakati Mungu atakishukisha. Yes. Obadia aliambiwa, niliyekupandisha mimi ndio nitakushukisha chini. Bwana Yesu asifiwe. Maneno yaliandikwa kwa ukuta, maneno mazuri, maneno ya kukanya, maneno ya kumwambia Belshaza, ufalme wako unaisha. Lakini kwa sababu yeye alikuwa mtu wa kiburi, aliona hii mambo ya kawaida. Labda aliona labda ni mapepo yake imeanza kumuonesha vitu. Kwa sababu alikuwa mchawi. Ilikuwa pombe, alikuwa anaona ni pombe. Ameelewa? Lakini ulikuwa ni mkono wa Mungu. Kuna wakati utafanya neno, kuna wakati utafanya jambo. Utakapoenda kaa kwa nyumba yako, usingizi ikushike ukae. Ile wewe utaanza kuona pole pole tu mpaka upige nuru kwako. Siku moja nakwambia siku moja utapiga nuru kwako. Uanze kuona mtu anakuja amevaa nguo ya white, anatoka anaenda. Ukikaa kidogo ukifunga macho unaona mwingine amekuja amevaa black, anatoka anaenda. Yale maneno ulifanya kanisani, ulidharau wachungaji, ulipiga wachungaji, ulipiga programu. Mungu haleluya. Utaona vitu ambavyo havifai kwa ndoto yako. Alafu pasta Biblia anasema wapi mtu wa ndoto? Unaanza kufikiria nilikuwa naota nini? Bwana Yesu asifiwe. Vitu ambavyo ulikuwa unaona ilikuwa pigo ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya yale maneno ambayo ulifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyinyi si mnaonaga mtu anakuja kanisani, pasta ameomba. Watu wamezama ndani ya maombi, wakimaliza mtu anaenda kwake na relax. Watu wanaanza kuota ndoto pole pole. Mtu anaota nimetolewa hapa, nimepelekwa mahali fulani, anakuja nini. Lakini ikifika Sunday, pasta akiuliza hiyo ndoto, hakuna mtu anaona kitu. Zimepotea. Zote zimepotea. Kuna mambo mengine mnayachukulia kama mzaha. Wakati mchungaji hapo ndani ya madhabahu, yeye ananena maneno ambayo ni ya Mungu, na wewe uko pale unadharau. Wacha nikuambie, safari inaendelea. Utakapodharau leo, safari inaendelea. Utakapodharau leo, safari inaendelea. Unadharau leo, safari inaendelea. Haleluya. Safari inaendelea. Hapo jirani yako, safari inaendelea. Safari inaendelea. Yeye kudharau tu, safari inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu amekupea vitu mbili. Lakini hivi vitu yako nataka tukuombe msamaha ndio utupee. Ushaona mtu anakuita kazi. Akisha kuita kazi anakupangia vizuri. Mama wewe tafanya hii. Taguza hii kidogo. Ukimaliza kuguza hii kidogo, ingia jikoni fanya hii. Ukimaliza haya toka angalia toto hapo nje. Anakupangia kazi sawa sawa. Akisha kupangia kazi, kifika saa ya mshahara, kani kurudi sana. Umeheza. Paya, tajiri nifanye aje? Akaona umemaliza kazi. Na anaona umemaliza kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani anatumikia pesa zake kukunyanyasa. Wacha kunyanyase. Atakunyanyasa leo peke yake. Atakucheka leo peke yake. Atakupiga leo peke yake. Lakini kesho, sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mkono uliandika kwa ukuta. Na yale maneno ambayo yaliandikwa yalikuwa yanamlenga Belshaza kwa ule ufalme wake. So unapofanya kitu ndani ya kanisa, fanya ukiwa makini sana. Fanya ukiwa makini sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka unapoenda kusimama ujiulize, niko na kiburi? Ujiulize, nimefanya nini ambayo Mungu ataghadhabika na mimi? Nimefanya nini ili Mungu asikasirike na mimi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mkono sema amen. Amen. Simama kwa miguu. Wewe Yesu unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana wa mabwana. Unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa.
unastahili, Bwana wa majeshi, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Mungu wa majeshi, unastahili kuabudiwa.